sadaka yote inayotolewa lazima itolewe kwenye madhabahu. Lazima itolewe kwenye madhabahu. Na ndio maana hata ukienda kwa mganga, hauwezi ukaenda kwa mganga ukaenda kwa kusikute madhabahu. Ile sadaka utakayoiachilia kwa mganga, unaiachilia kwenye madhabahu ya mganga. Tofauti na hapo, sio sadaka, ni msaada. Msaada sawa. Msaada unaweza ukautoa tu. Ukakutana na mchungaji, bwana nime 10,000 bwana ikakusaidie. Lakini ukishakutana na mchungaji ukamwambia 10,000 hii ni sadaka yako, maana yake uwe na uhakika huyo mchungaji hiyo sadaka lazima aikaisemeshe kwenye madhabahu. Unaelewa? Asipoisemesha hiyo sadaka kwenye madhabahu, sio sadaka tena. Alimradi tumezungumza juu ya hii sadaka. Wakati jana ninatoka hapa, nikaingia hapo shehe kuweka mafuta. Na kuaga mwaminifu sana mimi wa sadaka ninaopewa yenye maelekezo. Kwa sababu hicho nacho ni kitu lazima ukielewe. Na kuaga mwaminifu sana nikipewa sadaka alafu ina maelekezo ya matumizi. Kwa wakati jana ninapewa ile sadaka, nikaambiwa ni sadaka ya mafuta. Gari yangu sio kwamba ilikuwa haina mafuta. Mshale wa furu ulikuwa huko, mshale ulikuwa juu kabisa. Lakini nikaambiwa sadaka ya nini? Ya mafuta. Nisikilize. Hata kama gari yangu ilikuwa haina nafasi ya mafuta, ningetafuta kidogo niweke mafuta yawe kwenye gari, kwa sababu ni ya mafuta. Nini maana yake? Usipofanya hivyo, kinachotokea kwako, umejiondolea uaminifu juu ya nini? Juu ya matumizi ya sadaka. Jambo la pili, umewakosesha walioachilia sadaka na maelekezo ya hiyo sadaka baraka zao. Sasa unaweza kaelewa mwenyewe namna ilivyo ngumu hiyo. Kwa sasa nikaingia hapo kituo cha shehe cha ATM. Naweka, nimepaki gari, wanaweka tu mafuta. Na ashukuru Mungu kwamba yani ile hela yani nikazungumza weka sadaka, weka mafuta ya 1000 fulani, sitaji sasa. Sawa Kumbe kiwango ambacho kilitumika cha mafuta, kwa sababu nilipotoka Iringa niliweka mafuta si kituo gani, ukishapita Iringa kituo fulani kipo, ukishapita Mikumi kwa mbele ndio nikaweka. Kwa nilipoweka pale sikuweka tena. Kwa kumbe mafuta nilikuwa nimetumia kutoka kule mpaka hapa na kuja kutoka nyumbani kuja hapa yalikuwa kiwango kile ambacho nilipewa jana kama sadaka ya mafuta. Kwa hiyo alipoweka nikaona ule mkongo ukakata, ulipokata ukaenda mpaka kiwango kile, alafu mafuta akawa kwenye mdomo. Haleluya. Sasa ngoja kufundisha. Anamalizia, inakuja V8 ya serikali inaingia pale. Inapoingia pale, kumbe wakati iko barabarani napita, mimi nimekatoka nje, yule mtu ambaye ndio kiongozi anaendesha kwenye ile gari akaniona, akasema yule ni Shikoro. Akamwambia dereva ingia. Akaingia.
Na alipoingia, mimi nikajua anaweka mafuta, unajua kuona mtu anashuka. Akanifurahia tu. Mchungaji, Bwana asifiwe. Nimefurahi sana kukuona. Nimekuona tokea barabarani. Nikasema, wewe unaweka mafuta? Akasema, hapana, lazima nije hapa nichote baraka. Na kuna makanisa mengine wakishaona mtumishi watafikia wameona malaika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nikaomba naye pale kwenye gari yake. Baada hapo akasema, sasa mtumishi, naomba hebu anadaiwa shilingi ngapi kwenye mafuta hapa? Nikamwambia haya mafuta sio pesa yangu mimi. Nimepewa sadaka na ndio maana nimeweka. Kwa hiyo tafadhali, wewe hauna sehemu ya kuweka mafuta kwenye gari yangu, kwa sababu ni sadaka niliyopewa, gari yangu imejaa. Kwa hiyo badilisha matumizi. Amen. Sio kama nielewa. Amen. Badilisha matumizi. Kwa hiyo nimemwambia badilisha matumizi kabla hajafanya, hajatoa. Akasema, nimekuelewa mchungaji. Akaingia kwenye gari. Alikuwa na bahasha yake, kachukua kaweka. Akasema, naomba isapoti kazi ya Mungu kwenye huduma yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba isapoti kazi kwenye huduma. Kwa hiyo sio ya matumizi ya nyumbani. Watu wale kwa mchungaji hapa. Sio ya matumizi ya nyumbani. Naomba isaidie kwenye kazi yako ya nini? Ya huduma. Kwa ninapokuwa nyumbani sio kazi ya huduma. Ni kazi ya familia. Kwa hiyo sadaka haitaki kutumika hapo. Funga mikono na mlaika unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Okay, maana yake ni nini? Angalia sasa. Ni hivi. Ile sadaka ambayo nimepewa jana, nisingekuwa mwaminifu kuifanyia matumizi pale pale kutokana na maelekezo, nisingepata neema au baraka. Kwa sababu nilichopata jana ni mara tatu ya tuseme mara 6 ya kile. Nataka nikufundishe kitu gani? Ni hivi. Ukipewa fedha na ile fedha ina maelekezo juu ya matumizi, tumia ile fedha kulingana na maelekezo ya ile fedha, utapata baraka ya fedha. Usipotumia kinyume na maelekezo, maana unazuia baraka yako. Ningesema kwamba mafuta si ninayo, yapo tu mengi ambayo ningeweza kutoka hapa mpaka Arusha. Lakini nikichukua ile fedha ni sadaka Afrika Kanao, nikaifanyia matumizi mengine. Angalia hicho kifungo. Nilijifungia mwenyewe, niliwafungia na nini? Kwa hiyo kilichotokea kwangu ni nini? Nilipokea na nikatoa. Kutoa kwa nini? Kutoa kwenye mfumo wa matumizi ya maelekezo ya ile sadaka. Sijui kana naeleka na watu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie. Mungu anapokupa fedha, hakupi fedha isiyokuwa na maelekezo. Mungu anapokupa mshahara, hakupi mshahara usiokuwa na maelekezo. Unakuwa na maelekezo A mpaka Z. Ila kwa nini sasa unakosa maelekezo ya fedha? Kwa sababu hakuna uhusiano na mwenye fedha. Kwa sababu tunazungumzia juu ya sadaka, lazima tupige kote kote. Hata kama ni mshahara, una maelekezo ya matumizi. Na hayo maelekezo utayapata kwa yeye aliyekufanikisha kukupa mshahara. Mwajiri wako ukishakupa mshahara hana maelekezo ya matumizi. Ila wajibu wake ni kukupa haki yako, yaani ya mshahara. Ila juu ya matumizi ya huo mshahara hana mamlaka nayo.
Mamlaka juu ya matumizi ya hiyo mshahara, ya hiyo fedha ipo kwa Mungu aliyekupa kazi, aliyekupa fedha, aliyekupa uchumi, aliyekupa biashara. Mfumo unaweza kukusaidia kukupa faida, lakini mfumo hauwezi kukusaidia kukupa matumizi. Mfumo unaweza kukusaidia kuanzisha biashara, lakini mfumo hauwezi kukusaidia kukupa hekima ya matumizi ya biashara. Mfumo unaweza kukusaidia kukupa sadaka, lakini mfumo hauwezi kukusaidia kukupa matumizi ya sadaka. Kwa sababu makanisa yetu yameweka mfumo. Lakini unapopokea hiyo sadaka, je, mfumo utakusaidia juu ya matumizi? Hauwezi kukusaidia. Lazima urudi kwa yeye aliyetolewa sadaka ili akupe hekima na maarifa juu ya matumizi ya hiyo sadaka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Sasa bahati mbaya mnafundishwa na mchungaji ambaye ndani yake ana ujasiriamali. Kwa mimi ni muumini wa uchumi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na katika vitu ambavyo tumeenda kuingia kwenye manunguniko na lawama, kutokuridhika. Kutokuridhika na kipi? Kutokuridhika na ulicho nacho. Na hauridhiki kwa sababu gani? Hakina thamani. Mtu ambaye haridhiki, maana yake alicho nacho hakina thamani. Ila aliyoridhika, alicho nacho kina thamani. Kuwa na shilingi 50,000, wewe kuwa na milioni 1. Wewe mwenye milioni 1 kama hauridhiki na milioni 1, mimi mwenye 50,000 kama naridhika na milioni 50,000, 50,000 na thamani kuliko milioni 1. Kwa nini? Kwa sababu wewe mwenye milioni 1 huna shukrani. Ila mwenye 50,000 ana shukrani. Na kanuni ya Mungu ya kuzidishiwa katika mfumo wa ongezeko ni shukrani. Asiye na shukrani, hata kila alicho nacho ananyang'anya. Ila aliye na shukrani anazidishiwa. Maana yake ni nini? Anapewa double. Kwa nini? Ana moyo wa shukrani. Hanunguniki juu ya 50,000, ila anashukuru juu ya 50,000. Haleluya. Sasa nisijikite kwenye masomo ya uchumi hapa, nisije nikatoka kwenye mada. Lakini tunapozungumzia juu ya sadaka, hautaacha kusema hicho kitu. Kwa sababu matokeo tunayotegemea kuyapata kwenye sadaka ambayo tunaiachilia yanakuja kupushi nini? Yes. Yanakuja kupushi uchumi. Sadaka inajibiwa na sadaka. Ngoja niwape mfano. Wiki 3 zilizopita, baada ya kumaliza huduma pale kanisa kuu ya Urejesho, nikasemeshwa nitoke nyumbani alafu niende kwa mtumishi, tena ni mchungaji mwenzangu, aende akaniombea kwa ajili ya kumaliza ile huduma. Alafu nina huduma baada ya pale, sasa nina huduma kila wiki mpaka mwezi wa kwanza, wiki la pili. Kwa hiyo nikapata sasa, naenda kwa ile mchungaji akakuombea. Kwa hiyo nikatoka kwenda kwa mchungaji kuniombea. Sasa cheki. Alafu akaniambia katoe hela kwenye akaunti yako, alafu bakiza 100,000. Kwenye akaunti kuna shilingi, kuna milioni 1 na 100,000. Anasema bakiza 100,000. Hiyo itakusaidia kwa ajili ya mafuta kutoka Morogoro kwenda Dar es Salaam. Unaweza kukemea pepo, shindo. Kwa mazingira utakemea tu. Utakemea. Wewe sio Roho Mtakatifu. Pepo shindwa, toka. Pale nyumbani na madhabahu nikamuuliza tena Roho Mtakatifu, unasemaje? Anasema ndivyo nilivyosema. Mara ya pili, unasemaje? Ndivyo nilivyosema. Mara ya tatu, ndivyo nilivyosema. Hapo kaenda kwa kanilala. Sikiliza, wakati mwingine hamkamwi na majini, mnakama na Mungu. Nilipata roho baba.
jicho hilo kuja kushtua sema nimekwambia sio muda wa kulala. Nenda katoe fedha, nenda kwa huyo mtu. Kadi ila nilitafuta fungu ya gari ilipo. Na kadi ya benki. Na mpigia yule mchungaji uko wapi? Anasema niko nyumbani. Anasema nakuja, unatakiwa uniombee. Anasema mimi, anasema mimi nikuombee wewe? Sasa ndio. Akaniambia wewe ndio unatakiwa uniombee mimi. Sasa wewe uniombee mimi. Nilipofika pale msambo nikaingia eti. Hapo sasa shetani alipokuwa mjinga. Hela zikatoka mpya. Sio hela pesa zangu shawishi. Unaweza kukaa na hela mpya kwenye lete kwa 50 umetumia. Yaani kwenye kutoa 1000 unaangalia ile chani. Unaangalia ile chani. Yaani unatamani 10,000 hela mpya na kiomo zikatoka zote mpya. Milioni 1 na wewe. Naangalia salio 1,650,000 sio na senti gaza. Nina huduma Dar es Salaam. Angalia nilipofika pale unaniombea, anamaliza kuniombea. Ninaachilia ile sadaka na wapo. Wanalia. Mchungaji na mwanamke na mke wake wote wanalia. Akasema, "Hivi unafanya kitu gani hapa?" Sasa ndio. Wakachukua wakaenda chumbani. Wakasema ngoja tuhesabu. Hivi ni kweli? Wakaenda kuhesabu. Wanakuta milioni 1. Wanakuja hapo wanaanza kuangalia chini na wanasema, "Vipi? Umemwona mtoto wetu hapo? Kafukuzwa. Tunadaiwa 650,000. Na hatuoni njia ya kupata hiyo hela." Unapokuja hapa tunamshangaa. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. 650,000. Hivi wakashangaa. Sasa unaweza ukaona kwamba ile sadaka ambayo nilipaswa kuitoa, nilipaswa kutoa kwa ile mtumishi, ili ile mtumishi kwanza niombee, alafu ile sadaka iende kumtoa aibu kwa mtoto wake. Nimekwambia sadaka inajibiwa na sadaka. Sasa nimekwambia visibakia 1,000,000. Na Mungu akasema hivi, hiyo 1,000,000 ni ya mafuta. Hakuzungumza juu ya baada ya hapo nini kitakachoendelea. Kaishia hapo. Alikuwa anahitaji nini? Kwanza utii wa maelekezo niliyopewa. Sio kwamba ninyi mpewe maelekezo na Mungu ndio mtoaji, mnapewa. Ila shetani anakuja na maelekezo mengine. Na hayo maelekezo wanaokuja nao shetani kwako ndio anakuja kuzuia baraka zako. Ngoja nikumalizie historia kwa tuendelee. Nimemaliza kutoka pale nyumbani saa 2:30 usiku wake. Narudi wapi? Narudi hakai mbali tu, anakaa pale karibu na askofu yangu. Nyumba ya juu. Kwa hiyo ninarudi nyumbani, naingia madhabahuni, namwambia Mungu, nakushukuru kwa sababu nimefanya ulioniambia. Kwa hiyo sasa niko tayari kwa ajili ya safari ya kesho, kwa ajili ya kazi yako Dar es Salaam kwa muda wa wiki 2. Vyombo vishakamilika. Nikamshukuru tu pale Mungu. Naporudi chumbani, hazikupita dakika 10 kwenye simu. Kacha Selcom umepokea kiasi cha shilingi milioni 4,970,000 na kitu. Muamala kutoka Canada. Dola zikachenjwa. Zikachenjwa juu kwa juu. Unajua Selcom inabadilisha yenyewe. Mimi nikamwambia 49. Nikasema hapana. Niangalie tena. 4 mkato 9 sijui hiyo mkato. Ukiona tarakimu hizo 7, yani ile ya kwanza mkato ujue tayari hapo. Haleluya! 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 Nikarudi
madhabahuni na namwambia Mungu, nasema hapo ya baby, nilikuwa nataka nione, je, unanitii au unitii? Usingenitii usingekipata hiki. Kwa sababu umenitii, nimeona acha tu sasa niongeze hazina yako. Jaribu kuangalia. Maana utoe sadaka ya aina hiyo kama ya kwangu. Alafu kawa na excuse nyingi. Na mtoto anasoma, na kodi ya nyumba, mnadaiwa gauni, kule saluni si nafanyaje? Visingizio kibao. Alafu haiwezekani. Sikiliza nikwambie, hata kwenye sadaka ya mavuno ina maelekezo. Ina maelekezo. Na Mungu anachohitaji ni kwamba je, unamuelewa Mungu kwa kiwango gani katika hiyo sadaka ya mavuno yenye maelekezo? Alafu uweze kupokea kile kilichopo ndani ya sadaka ya mavuno. Nitakwambia kama sio leo kesho kuna faida gani hiyo sadaka ya mavuno. Na ndio maana mimi kwenye eneo la sadaka unitoi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unitoi. Wakati tunaandaa huduma ya urejesho hapo, Mungu akanipa maelekezo kwenye ile wiki ya urejesho utakuwa na mfungo 3 kambini, alafu baadaye mtatoka usiku kwenda kuwavua wadada wanaojiuza samaki na eneo fulani hapa kama unaelekea Ikarudi na wanajiuza. Mtaenda usiku mmoja. Tulienda usiku mmoja tukavuna wadada wanaojiuza 56. Na katika wadada wanaojiuza 56 wote wakikuelezea utalia mpaka mwenyewe utagagara chini. Maisha ambayo yamepitia. Usifikiri ukiona mdada anajiuza kwa kupenda. Maisha katengwa, yatima. Wengine wametoroka kwa makwao. 56 wengine tukaja nao kanisani usiku ule ule. Tunapozungumzia juu ya Kristo amekuja kufanyika kama pendo na kanisa kufanyika kama pendo kwa wale waliopotea kwa ndani ya kanisa. Wengine wakasema hapo wanajisumbua tu, hawezi kupata hata mtu mmoja. Ngoja nikwambie, kuanzia hilo wiki mpaka leo wanahudhuria vipindi pale kanisani vyote. Niulize Wakristo wangapi katika idadi ambao wanahudhuria pale kutoka jana siku 26, Mkristo huyu Waislamu 25. Na huyo Mkristo anaitwa Eliza, lakini wengine wote Waislamu. Na akasema tujai kuona watu wenye upendo na aina hii. Mimi niko tayari kubatizwa, niko tayari kubatizwa. Kamati ya huduma inawapokea. Alafu siku ile ya urejesho, siku ya mwisho tukawatengenezea kila mmoja awe na grupu la kumsaidia. Kwa leo hii Mungu alitusaidia kwenye kamati yetu kuwawezesha mtaji. Kwa leo hii kila mmoja anapata mtaji wa kuanzia biashara ili asimame kwa upendo. Na sasa ndio kanuni ndio kwenye kitu huduma yao. Maana hiyo ni sadaka. Kwamba utoke uliko. Kwa sababu ulikuwepo huko kwa sababu ya shida. Sasa kanisa limekusaidia. Na wewe umeona kabisa msaada uko kusimama. Na mimi nikamwambia hivi, kupitia hii sadaka mtakwenda kuwashangaza wale walikuwa na wadharau na watashangaa. Hatukuitwa tu tupendane wenyewe. Tumeitwa tuwapende hata wale wanaochukiwa, tuwapende na kuwaleta ndani ya kanisa. Kati ya vitu ambavyo tutakwenda kuulizwa kule mbinguni mchungaji, ni utume ambao Mungu ameweka ndani yetu. Mungu hajakupa uchungi tu ndogo walioko ndani. Amekupa uchungi mpaka wale ambao hawapo. Kwa nini wameondoka? Kwa nini hawapo? Warudi kwenye zizi. Mkawakomboe, mkawatafute waliopotea wapi kwenye matope, muwatoe. Wataendaje wasikupelekwa? Maana kazi moja hapo hizo sadaka ni hiyo. Kuhakikisha hao watu ambao wako tayari kwa ajili ya kufanya hiyo kazi waende. Wewe hawezi kwenda, lakini sadaka yako itakapokwenda kule, maana kile sadaka inakuwa ni sehemu ya wewe kufanikisha hiyo mission. Haleluya. Haleluya. Nimekupa tu utangulizi tu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tuna kazi kubwa sana ya kufanya. Ila ni vile tu hatujui vitu
vitu gani ambavyo tunapaswa kufanya na muda gani na wakati gani. Haleluya. Okay. Pointi ya kwanza. Sadaka yoyote inayotolewa, sadaka yoyote inayotolewa inakuja kubeba moyo wa mtoaji wa hiyo sadaka. Sadaka yoyote inayotolewa inakuja kubeba moyo wa mtoaji wa hiyo sadaka. Sadaka yoyote, sadaka ya mavuno, sadaka ya hiari, sadaka ya imani. Na kitu moja hapo ambacho watu wameshindwa kujua ni sadaka ya imani. Mna sadaka ya imani hapa mtunaye? Sadaka ya imani hamna. Wangapi wanajua sadaka ya imani? Wanaweza sifiwe. Wanaweza sifiwe. Wanaweza sifiwe. Ngoja nikwambie, kuna sadaka zimefichwa huko kwenye Biblia ambazo hizo sadaka ni balaa. Lakini mpaka usijue hizo sadaka. Sadaka imani. Mahali popote mimi ambapo tunaandaa huduma, labda mkutano au kusanyiko lolote, kama eneo tunaokwenda ndio eneo letu la mara ya kwanza, maanake kitu cha kwanza waga ninakifanya ni kuachukua mfano tumetokea Iringa nimeacha huduma inaendelea kule. Iringa ndio sehemu kwa mkusanyiko wa madhehebu yote, ndio mkutano wangu wa kwanza kwenye lile eneo. Sasa kwa sababu ndio mara ya kwanza, ile Jumatatu nilipofika nilitoa sadaka ya imani. Nikawaita wachungaji wote. Nikamwambia hii ni sadaka yangu ya imani. Kulikuwa na padri wa Katoliki pale, akanitazama akashindwa kunielewa. Nikaiachilia bahasha, nikaondoka. Kwa nini? Kwa sababu kile ambacho kitakiwa kufanyika pale kinafanyika kwa imani. Je, hiyo imani umetolea sadaka ili iweze kuwa na uhalali wa kufanya kazi katika hilo eneo? Haleluya. 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 Amen. Kwa hiyo sadaka yote inayotolewa inakuja kubeba moyo wa mtoaji, moyo wako. Sadaka inakuja kubeba moyo wako. Kitabu kile cha Mathayo Mtakatifu sura ile ya 6 na ule mstari wa 21. Biblia inasema hivi: kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na nini? Na nini? Na nini? Na nini? Na nini? Kwa kuwa hazina yako. Tunapozungumzia juu ya hazina, tunazungumzia uchumi. Kwa kuwa hazina, sasa pale hazina weka sadaka. Kwa kuwa sadaka yako ilipo, mahali popote ambapo umewekeza fedha na moyo wako uko hapo. Haleluya. 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 Wewe jaribu kununua gari, alafu ndio bahati mbaya ndio gari yako ya kwanza. Alafu ndio umenunua bandari yani Dar es Salaam. Alafu unatoka Dar es Salaam unaiendesha kuja wapi? Kuja Morogoro. Uone, ukiona tu mtu anakusogelea unasimama. Moyo uko pale. Yaani hapa na lile lililoko mbele yako kule utake hata kujisogelea. Hazina.
moyo wako uko pale. Anasema kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo unapokuwa moyo wako. Kwa hiyo maana unapoachilia sadaka, maana ile sadaka inakuja inabeba moyo wa nani? Moyo wa mtoaji. Utambulisho wako wewe unakuwepo ndani ya ile sadaka. Kwa hiyo unajulikana kupitia sadaka. Kwa nini? Wewe uliyetoa ile sadaka, moyo wako upo ndani ya ile sadaka. Sasa naweza nikakuchanganya kidogo. Kwa nini unatoa sadaka alafu haujulikani na hiyo sadaka? Kwa sababu ukijulikana na hiyo sadaka, maana yake yule anayekujua atakupa vipaumbele ambavyo unatakiwa kuwa navyo kutokana na ile sadaka uliyoitoa, imekutambulisha. Kuna tofauti ya mtu anayejulikana kwa mwajiri na kuna tofauti ya mtu asiyejulikana kwa mwajiri. Yupi atakayesikilizwa? Asiyejulikana na sadaka ndio iko hivyo. Unaweza kutoa sadaka alafu sadaka isikutambulishe. Ingawa ni sadaka. Wewe tuende kwenye mfano huu wa mama mjane ambaye alitoa senti 5 kwenye Biblia. Senti 2. 5 ni nyingi. Kumbe ilikuwa senti ngapi? Senti. Nikuulize swali mzee. Matajiri walikuwa au kwepo? Walitoa hawajatoa? Alijulikana nani? Aliyetoa? Okay, kwa nini amejulikana aliyetoa senti 2? Kwa nini hakujulikana aliyetoa milioni 10? Unaenda kidogo. Sikulitaka somo wenyewe, msinikasirikie sasa. Nasema siku nyingine huyu hapana anamuita. Kwa sababu Biblia inasema wazi. Anasema hivi, mmemuona huyu mama jane. Yeye ameweka senti. Katoa kile cha mwisho alicho hapa mbele. Lakini ninyi matajiri mmetoa ziada. Kwa hiyo sadaka ya ziada haikutambulishi. Nasema hivi, mimi nilipotoa ile sadaka ya milioni 1 nilitoa ziada. Hivi mnaelewa vizuri? Sasa si unaona sikutoa ya ziada. Kwa nini nijikuja kwenye milioni 1 na laki moja unatoa milioni 1 uje nimejitahidi Nimefanya kazi kubwa mzee, nisifieni kidogo. Haleluya. 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 Sasa angalia, nilipotoa nikajulikana kwa yeye aliyesema nitoe. Na huyu mama mjane alijulikana kwa sababu ndio sentensi yake ya kwanza. Mmemwona huyu mama mjane, sadaka. Alipoiachilia ile sadaka, ilibeba moyo wa yule mama mjane, ikaenda bila kumpeleka kwa Yesu Kristo, ikamtambulisha. Amen. Usimenielewa bado. Nasema hivi, unapoachilia sadaka, ile sadaka ukishaachilia moja kwa moja inabeba moyo wako, inakwenda kukutambulisha kwa Yesu. Bwana, umemwona yule dada fundi nguo. Bwana, umemwona yule mama anauza bamia, anauza mchicha, anauza karanga. Bwana, umemwona yule dada kwa kweli na kijenge. Bwana, umemwona yule baba ni mwalimu. Inakutambulisha. Alafu inapokutambulisha, inakutambulisha mpaka na kazi. Mpaka na kazi.
Umemwona huyu baba ni mstaafu, ametoa. Haleluya! Inakutambulisha. Sikiliza nikwambie sasa, ile sadaka ikishakutambulisha kwa Mungu, maana yake ni nini? Sadaka sasa inakuja kuachilia matakwa ya yale ambayo unatamani kuwa nayo lakini haukuwa nayo, lakini kwa sababu sadaka inakutambulisha na Mungu anasema kwa kweli kwa sadaka yako hii uliitoa, hata sasa nikupe hiki kitu ambacho ulikisubiria kwa muda mrefu. Kwa sababu ya sadaka uliyoitoa, sasa pokea. Kwa sababu ya sadaka uliyoitoa, sasa pokea. Kuna vizuizi vingine vinawekwa kwa kimfumo na shetani ambavyo hivyo hivi viweze kushughulikiwa. Lazima sadaka ikutambulishe kwa Mungu. Munga mikono kama unanielewa. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Acha nikupe mfano. Mwaka jana wakati niko Bukoba, nimeenda Bukoba, nilikuwa na semina kubwa pale Bukoba mjini ya wafanyakazi waliostaafu. Na ni mzee mmoja ndiye aliandaa ile semina. Alitumia mafao yake kuandaa ile semina. Siku 3. Ilijaribu milioni 5. Na alikuwa anafanya kazi Ikulu. Na wenyewe mnajua watu wa Bukoba. Si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba nimekatiwa tiketi ya ndege nikakae ile daraja la economy. Daraja la kifalme. Unaingia tu yaani unakaa mlango unaingia hapo baki ni kitu sofa kama kitanda. Ni kutoka hapo Dar Bukoba. Lisali moja dakika 20. Ya nini? Milioni 1.2 milioni. Mimi nikasema si nikikaa tu kwa kitanda ningesema kushinga 900, lakini sio ya kwako, ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ninafika pale, ninawafundisha juu ya hekima iliyopo, juu ya mafao unapoyapata uyatumie, na vita iliyopo ya shetani juu ya mafao ukiyapata uyatumie. Kwa maana zilikuwa ngapi? 2. Alafu nikamwambia nitazungumzia juu ya madhara ya kitu cha kwanza, alafu nitazungumzia juu ya faida ya kitu cha pili, alafu baada hapo tutakwenda kuomba siku 3. Sasa ile ofeti kwa wengine nazungumzia kwa huyu sasa mzee ambaye ndio ameshastaafu. Tumemaliza ile siku ya Jumapili, alafu tunaomba naye Jumatatu wanakuja kuniaga pale hotelini. Naenda airport Jumanne, Jumatano ananitumia message. Anaambiwa hivi, kuna makosa yalitokea kwenye malipo yako. Kwa hiyo kiasi cha shilingi milioni 46 kimeongezwa kwenye akaunti yako. Okay. Ni nani ambaye alimwambia kwamba amepunja? Nikamwambia mzee, ulitoa malalamiko kwamba umepunja. Sema mimi sikutoa. Kwa hiyo kitu gani kilichosababisha wenyewe tu waangalie mfumo wakaona kwa kweli mstahili hicho ulichokipata? Akaniambia ni mafundisho uliyofundisha. Sadaka yangu imenitambulisha kwenye mfumo. Serikali iko yaani bila barua, bila nini? Na ninazungumzia juu ya wastaafu walioko pale. Akasema hivi, wastaafu wengi na katika dhambi ambayo itakwenda kuwatafuna waajiri ni hawa wanaowazungu wastaafu na wafanya kazi. Kuna siku niliongea swala mbele ya katibu mkuu wa utumishi. Akaniangalia mara 3. Mara 3. Ananiambia hivi, wewe Chikoga, haya mambo hizi si nani anayekwambia? Akasema roho wa Mungu ananiambia.
mfumo ndio kwa nao ni wawizi. Kwa sababu kati ya mtu anayetoa kodi nyingi ni mfanyakazi, na kati ya mtu ambaye atoe kodi ni mfanyabiashara. Na ndio maana ni vigumu sana mfanyakazi kutajirika. Ukiona mfanyakazi kutajirika, kaiba. Na mwizi. Punga mikono yako na mbele. Haleluya! Haleluya! Nasema haleluya. Lakini sikwambia usifanye kazi. Fanya kazi ukiwa na maelekezo ya mwenye kazi aliyokupa Baba ni Mungu. Kwa sababu kitu moja ambacho Shetani akifanya katika mfumo wa kazi ni kulizika na kazi. Na Mungu anataka tulizike na kazi. Anasema hivi: ombeni lolote kwa jina langu nani mtafanya? Mtaa. Na mfumo wa kuomba uko hivi. Ukishamaliza kuomba, ukipewa sio mwisho wa kuomba. Si ndio? Haujanielewa bado. Biblia inasema nini? Ombeni bila. Sasa wewe ukipewa sio ukomo wa maombi. Mfumo wa Shetani unaotengeneza kwenye ajili ni ukomo wa kulizika. Shapo mwalimu, mimi tena haina shida. Kumbe wewe ni mwalimu, lakini ndani yako kuna neema ya kilimo, kuna neema ya ufanyabiashara, kuna neema ya mifugo. Mwalimu au daktari ni chombo cha kuja kutimiza maono yako kwa yale ambayo Mungu anaweka ndani yako. Kwa Shetani akishabana hapa, akishakubana tu hapa, amekubana kifikra na kiakili. Akili yako maana haiangalii kitu kingine, inaangalia kazi, inaangalia ajira, umekwisha. Nasema hivi, ukipewa uchungaji, alafu yule upewa uchungaji asema basi nimekoma. Kamuulize Mtume Paulo, alipewa utumishi, alipewa vitu vya kidini, akiwa na makampuni yake ya biashara yanayomsaidia nini? Utumishi. Leo hii wachungaji tuko chini ya wazee wa kanisa, watakao sema wazee ndio mzee. Kwa nini? Tuko chini yao, wana uwezo wa kiuchumi, wanakutunza. Wakija kwako na visukari na vimchele na vinyama, huwezi kukemea pombe dhambi. Ukemei. Kwa sababu baadaye kutunza ndio mlevi. Na kitu moja hapo kwa walokole, watu wengi wameokoka hawana hela. Na Mungu atakwambia tuokoke tukose hela. Mungu ametaka tuokoke tuwe vizuri kote kote. Amen. Niwe na Yesu akufanya hapa niko vizuri. Haleluya. 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 Nisamehe jamani, Roho Mtakatifu kuniambia kuongea mimi huaga sinaga mipaka. Haleluya. Kwa hiyo sasa moyo unakuja kubeba sadaka yako. Kwa hiyo sadaka yako iko ndani ya moyo. Kwa unapotoa, maana yake nimetoa. Ile sadaka iko ndani. Kwa hiyo ile sadaka inanitambulisha. Sasa angalia jambo la pili haraka pamoja yetu tumekwenda na siku ya kesho tumekubaliana nini mchungaji? Jamani nasimama kesho saa 10:30, si ndio? Chole kwa kweli. Mratibu 10:30 nisimame. Sio unajua angalau 12 kasoro 5 kasoro 10. Wengine nao wakapata chakula cha rohoni kama nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo jambo la pili ni hili. Baada ya sadaka yako kuja kubeba moyo wako, je, moyo wako unakuja kubeba nini? Moyo wako sasa unakuja kubeba imani. Nasema hivi, moyo wako unakuja kubeba imani yako. Sasa cheki. Unakumbuka mwanzo nilikwambia hivi juu ya umuhimu wa sadaka ya imani. Sasa angalia hapo.
Baada ya sadaka kutolewa inakuja kubeba moyo. Halafu moyo sasa ndio utakuja kubeba imani. Kwa hiyo utendaji kazi wa imani umetendewa kwa njia gani? Ya sadaka. Hauoni matokeo ya imani kwa sababu hiyo imani yako huku itolea sadaka. Ndio. Angalia. Kwa imani nitavuna, toa sadaka ya hicho chochote. Kwa imani hii biashara yangu, kwa imani hii biashara yangu ya shirika ya 400,000, kwa imani hii biashara 400,000 haitakuwa 400,000, itakuwa milioni 100, itolee sadaka. Haukunielewa wakati mimi naanzisha wakati mimi nilikuwa mwanamuziki. Mwanamuziki by profession. Mimi nilijua tumekuwa mhubiri. Wako wengine wako mjini kati huko wanajua mimi kama ni mwanamuziki na Asha Baraka. Nimefanya Kwa hiyo kama mkuu mnaenda samaki na wapi hapa kwenye huo ukumbi ule wa hapo kwa nani huo? Mikumi Sound. Drone Cement. Nimepiga na kina Alichoki na kina Malemba za Sony. By profession. Kwa hiyo mkipiga hapa mimi naangalia tu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nikisema nielezee ushuhuda wangu hapa tutamaliza siku zote hizi. Kwa hiyo nataka nizungumzie nini? Wakati ninaambiwa kwamba sasa unaacha hiyo kazi usiku. Nikiwa nimetokea tulikuwa na tamasha moja kati ya bendi yetu ya Levet Musica tukiwa na kila boy ambaye sasa hivi ni Rurugu. Wakati huo tunafanya kazi katika ile bendi ya Levet Musica pale Savoy. Nafikiri mnajua sasa. Kitambaa cheupe. Sijaelewa. Kwa hiyo nimetoka kwenye tukiwa na Extra Bongo. Tunafanya concert hapa pamoja kati ya Extra Bongo na Levet Musica Savoy Hotel. Nimemaliza kazi ya muziki. Narudi nyumbani saa 9 usiku. Napolimaliza saa 9 usiku. Nina usingizi mkubwa. Ninalala tu kidogo. Nikaamshwa. Nikaambiwa muda kulala. Alafu angalia ukutani. Naona mwanga kwenye ukuta. Tabia zangu zote zinapita kwenye ile screen ya mwanga. Kuanzia saa 9, saa 10, saa 11. Masaa matatu zinapitisha tabia za masaa matatu. Umeona masaa matatu. Kila eneo. Kuna mmoja ilibidi nimuulize. Nikamwambia sasa hapa sinipo kanisa na ninaimba. Kwa nini unaniambia hapa napo kwa shetani? Nasema huku niimbia mimi, ulikuwa unaniambia shetani. Kwa nini? Kwa sababu ulikuwa na uhusiano na mimi. Ingawa ni kanisa. Ile malizika na kweli anaambia sasa umemtumikia huyu shetani kwa muda mrefu. Sasa nataka umtumikie. Kwa hiyo acha yote njoo hapa. Mimi kwenye kuokoka sikuhubiri. Niliokoka kwa nisaidie. Alafu mfukoni na shilingi 5,000. Ninaambiwa niache kazi. Sina kazi nyingine. Na shilingi 5,000. Nimetoka kuwa mke wangu na miezi naye 4. Cheupe. Nitamlisha nini mtoto wa watu? Ninaambiwa acha kazi. Usituone tunahubiri hivi. Kuna mahali ambapo Mungu anatutoa. Kwenye pointi yangu. Kwenye pointi ipi? Kwenye ile pointi ya imani. Anapozungumza moyo wako unakuja kubeba imani. Nazungumzia imani.
moyo unakuja kubeba imani. Baada ya kutambulishwa, kwa ninapoacha afu na shilingi 5,000, mke wangu ananiambia hivi, usijali, tutatengeneza skrini kesho, nitaenda kuuza kwenye shule ya msingi. Kwa ndio mtaji. Alafu shetani yuko mjinga. Mida saa 4 napigwa simu. Ananiambia mwanangu njoo, nataka nikurudishe kwenye bendi yangu. Na nimekuwekea mkataba milioni 3. Naomba usaidie uje kwa ajili ya kazi kwa awamu nyingine. Mshahara wako laki tano. Mkataba miezi 6. Milioni 3 mfukoni. Iko hapo kwenye meza. Na baskeli na shilingi 5,000 mfukoni. Na afu nimeambiwa acha. Alafu cheki na mabia ni Mungu. Na mwambie Mungu niachie tu si miezi 6 tu. Ndivyo unafanya dhambi. Ukienda kufanya dhambi basi ndio si nafanya tu baadaye ninaenda kanisani sikaenda kutubu. Hauambiwa ufanye dhambi ukiwa na akili yako. Kuna yale ambayo kwa kweli sijui kama ni dhambi. Ndio nasema kwa kujua na kwa kutokujua. Mungu ni rehemu, nitengeneze, niimanishe, maana kuna yale yanayopita. Sasa nataka nitengeneze kwa mpya. Niwe mwana wako, nisimame katika kweli yako. Nisirudi tena huko. Mungu anambia, umeona hiyo 3 ni nyingi. Mimi nazo nyingi kuliko hizo, kwa hiyo sikia hicho kwa mimi. Sihitaji kuuliza kama hiyo kazi. Namwambia mama, sikiliza mama, mimi nimeokoka, nataka kumtumikia Mungu. Kani anakuambia mimi sijaokoka? Kani mimi si mzee wa kanisa? Na nitaka kanisa letu pale. Na si unajua nimeleza kwa yeye na hata hapa swali la kufungua wachungaji. Imefungwa na wachungaji. Yaani mchungaji anaenda na Biblia na majoho. Anafungua. Anazungumza. Ni hiyo sio. Baba mchungaji sio kila kitu cha kufungua. Wao nizungumzie ile hoteli ile hapo. Nilipofika pale, bahari hizo msikilize, nataka nikague. Mtaweka nini na nini? Akaniuliza kwa nini, nasema hivi, kama mtaweka kinywaji cha aina yote, sifungui. Sasa mimi si boss. Sifungui. Akasema mtumishi, hakuna kitu kama hicho. Yeye ananiambia nende nikafungue nyumba, wengine wanaenda kufungua nyumba, mnaenda kufungua nyumba. Sherehe ya kufungua nyumba, mmeweka mabia. Hapo sisi watu wengi tupo tunasema Mungu warehemu umekemea. Hakuna cha rehema bila kusema. Amen. Kwa nini pale? Ameambiwa na mke wake nikaekewa milioni 5. Tena sasa kazi chechi 5,000. Kibunda hicho kiko nje. Hebu saidia hapo. Acha ushamba. Nikamwambia nimalize miezi 6 na rudi kwa sababu hakuna nafasi nyingine ya pili. Nafasi moja. Na ndio maana wakati mwingine Mungu akishakupa nafasi moja, hakupi nafasi nyingine. Hakupi nafasi nyingine. Ukichezea nafasi ambayo Mungu amekupa, hakupi nyingine. Nikamwambia profesa, mimi hapana. Mimi namtumikia Mungu, ni mtumishi wa Mungu. Na kabasiti kama kadelera. Natoka bio na jasho. Naomba niwe na mke wangu. Bwana, kanue unga sijua nini tengeza skrini. Ndio tunaanza kutengeneza skrini. Mke wangu anapeleka skrini moja kwenye shule. Alafu mimi nikakuja na biashara nyingine ya maji. Kwa nikawa naongeza maji naweka hapo nje. Mwanamuziki. Nimekaa kwa nyumba za kupanga sunani. Ni baba lazima wananiwekea nyumba za taarabu. Ni baba lazima lina kazi ya kutengeneza skrini, mwanamke ndio anaenda kuuza. Nikaambia sana. Lazima maskini, sisikii, siadhibu. Ila na agenda yangu na Mungu. Kuna mahali tu ambapo Mungu ananipeleka. Acha mniseme. Kuna mahali ambapo ananipeleka. Acha mnisomee. Kuna mahali ambapo ananipeleka. Tukaenda baadaye tukapata mtaji wa
kwenda, nikakasa mke wangu, hii 100,000 hii, acha sasa mimi nianze kwenda kuchukua maharage alafu na mkaa. Kwa hiyo 50,000, 70,000 maharage, 30,000 mkaa, njia Ngerengere. Gunia moja shilingi 14,000. Kwa hiyo magunia mawili shilingi 28,000. Kwa hiyo nabeba magunia mawili asubuhi. Na nikapata oda hotelini hapo. Kwa hiyo nabeba kwenye pikipiki. Kuna siku nimeshusha pale kwenye ofisi za bima zile za zamani. Na shusha pale kulikuwa na hoteli hapa karibu na TRA. Nikapigwa picha pa. Alafu front page kwenye Sport Leo. Kuna muziki mkubwa mashuhuri. Aacha kazi ya muziki au muuza mkaa. Front page. Na ukiangalia ni kweli. Nimechafuka. Napigiwa simu na kina mama Asha Baraka. Hivi wewe una matatizo gani wewe? Mtu wala kanisa Mungu. Kina Malengo na Kore. Unafanya nini? Unatusalilisha si wazalilishi nini? Ila nina agenda na Mungu wangu. Amen. Nina agenda na Mungu wangu. Siambiwi, sisikii. Na yona ile na kazi ni hifadhi. Asubuhi yake kwenye mkaa. Nikuli kwenye mkaa na tembeza maharage kwenye TRA, kwenye ofisi za walimu, mashuleni, hospitalini, maharage. Kimo shilingi ngapi? Kimo 1,200. Kwa hiyo nilikuwa namaliza kuuza gunia moja, alafu na mkaa gunia 4 kwa siku. Mimi nakupa tu ushuhuda ili uweze kukusaidia. Maana nini? Ukishatambulishwa, Mungu akishakutambulisha, chochote utakachokifanya kitatambulishwa. Kazi utakayofanya itatambulishwa. Biashara utakayofanya itatambulishwa. Kiwanja utakachokuwa nacho kitatambulishwa. Uzao utakaokuwa nao utatambulishwa. Ndoa utakayokuwa nayo itatambulishwa. Hata afya na vile sadaka inaita kutambulisha mpaka kwenye afya. Unatambulishwa. Na mimi nikwambie, ukishatambulishwa na Mungu, wanadamu watake wasitake watakutaka. Nasema hivi, wanadamu watake wasitake watakutaka. Kwa nini? Sio wao wanakutambulisha, ila Jehova aliye juu mbinguni ameamua kukutambulisha. Na kisha kukutambulisha, hautawatafuta wao, watakutafuta wewe. Mahali ulipo utakuta wewe. Hata kama uko nini, watakutafuta. Uko shambani, watakutafuta. Upo bingwa, watakutafuta. Unauza magia, watakutafuta. Unauza mkaa, watakutafuta. Unauza kahawa, watakutafuta. Kwa nini? Umetambulishwa na Bwana. Ni Bwana aliyekutambulisha. Kwa hiyo nafikiri hata viongozi wengine mkutano jana hapo wako kule Lamu wanakuja huko Sheli. Unafikiri ni wako? Sio wao. Kwa maana mimi nikishuka na julikana. Ingia. Wataka wasitake wakakutambue kwa jina la Yesu. Nasema ukatambulishwe kwa jina la Yesu. Kwa nini? Sadaka yako inabeba utambulisho wako. Alafu inakupa ile nguvu ya kutii maelekezo unayopewa. Haleluya. Sijakupa andiko. Kitabu kile cha Warumi sura ya 10 ule mstari wa 9. Biblia inasema hivi: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini wapi? Na kuamini wapi? Na kuamini moyoni. Imani inakaa Sasa angalia, hili kwani inakaa ndani ya moyo. Ama ile sadaka uliyotoa imekuja kubeba moyo. Ama ndani yake ndio inakaa imani. Angalia muunganiko. Nasema hivi, pointi ya kwanza, sadaka yako inabeba, iliyotoa inakuja kubeba moyo wako. Mathayo 6:21. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwa hapo na moyo wako. Alafu nasema hivi, moyo wako unakuja kubeba imani yako. Warumi 19. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako, ya kuamini ya kuwa ni Bwana na kuamini wapi? Moyoni. Sio maandiko yangu, ni Warumi 19. Na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Angalia combination kati ya kitu cha kwanza na kitu cha pili.
uhusiano uliopo kati ya kitu cha kwanza cha pili. Kama haupo, hautaona matokeo ya hiyo sadaka. Angalia jambo la tatu. Anasema hivi, baada ya hapo moyo wako unakuja kubeba imani yako. Sasa kazi ya imani ni nini? Imani inakuja kubeba nini? Sasa imani inakuja kubeba nini? Imani yako inakuja kubeba jibu. Imani inakuja kubeba jibu lako. Imani yako inakuja kubeba jibu lako. Angalia ule mchakato. Mpaka imani ije ibebe jibu lako. Kuna mchakato wa kwanza, kuna mchakato wa pili, na kuna mchakato wa tatu. Angalia kitabu kile cha Mathayo Mtakatifu sura ya 9 mstari wa 20 hadi 21. Na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu kwa muda wa miaka 12 alikuja nyuma, akaugusa upindo, akaugusa upindo, akaugusa upindo, akaugusa upindo wa vazi lake. Anasema hivi, anasema moyoni mwake, nikigusa upindo wa vazi lake nitafanya. Ninakwambia hivi, imani inakuja kubeba jibu lako. Ushawahi kumtafakari huyu mwanamke aliyekuwa anatoka na damu kwa muda wa miaka 12? Na mahali pekee Biblia inasema kule tunasema hivi, aligharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga pasipo kupata nafuu ya aina yeyote. Kwa hiyo waganga wakala, kauza nyumba, kauza mifugo, kabakia empty. Na wakati mwingine Mungu anatuacha mpaka tupigike sana. Na Mungu anakuwa marehemu, ukija baki na marehemu. Jaribu kufikiria. Mara nyingi sana watu wengi sana wanamtafuta Mungu wanapokuwa na shida. Wakiwa wana shida wanamtafuta. Huyu mwanamke alifikia mwisho, akabeba imani. Angalia, akabeba imani. Akabeba imani. Sihitaji nijue kwamba mimi ni nani. Sihitaji nijieleze. Imani haihitaji ujieleze. Imani haihitaji kujitambulishe kwa mtumishi. Imani haihitaji mafuta. Kwa sababu imani haipo ndani ya mafuta. Biblia inasema moyoni. Imani iko ndani ya moyo. Na ndio maana unakunywa maji yenye chumvi ya upako lakini hola. Kwa nini? Moyo wako haupo. Hakuna uhusiano na neno. Linalotakiwa kuja kukuthibitishia hicho ambacho unakiamini kiwe ndio. Hakipo. Jirani yetu mmoja mwaka jana alichukua mafuta ya upako 50,000 akapaka mwili mzima, akasema siolewi kwa nini? Akasema ukasa ni mafuta ya upako 50,000. Jiandae kwa ndoa. Akapaka. Usiku ni jirani yangu kule Kioni. Kwa alipopaka asubuhi anaamka. Mimi niko zangu kwenye shughuli zangu huko mjini. Anatumia picha. Anambia, mchungaji, naomba msaada wako. Umeona nilivyo? Kasakani wewe ni nani? Mimi mtu fulani. Nimepaka mafuta ya upako, nilipopaka umeona nilivyoviba, mwili mzima kaviba, mwili mzima kaviba, mwili mzima. Mama anashangaa. Kaviba mwili mzima. Nikasema ni nini? Ulipaka nini? Mafuta ya upako. Sasa unataka nini? Upako sasa ndio upako. Shida ni nini? Umetaka upako, umepata upako. Mimi sikutegemea kama itakuwa ndio upako huo. Naomba msaada upi? Naomba niombee. Kwa hiyo unaweza kuwa nioni. Ulikuwa unioni? Okay, kwa hiyo sasa mimi nije na nini? Nije na chumvi na
kitambaa au na maji. Mimi nahitaji tu uje na neno lako. Na mimi nimekosa. Roho Mtakatifu akaniambia hivi, mwache. Kwa sababu bado hajafikia kiwango ambacho nataka afikie. Sikuenda siku hiyo. Je, Roho Mtakatifu muda mwingine jeuri. Alipoamka, yale kule kuvima ukatengeneza kama kaungua na moto. Akatumia picha tena. Mchungaji nateseka. Na niangalia vile. Namwambia Mungu hapo vipi? Akasema usiende asubuhi, nenda jioni. Haleluya. Haleluya. Alafu Roho ananiambia nataka waelewe kwamba mimi sikai kwenye vitu, ninakaa kwenye neno. Kwa hiyo ukienda pale utatamka neno. Kwa hiyo ilipofika mimi na saa 2 usiku ninamkuta hata kukaa hawezi. Mwili mzima si mafuta ya upako kayapaka. Piga mahesabu. Kila mahali ambapo pamegusa mafuta pamevimba. Sasa unaweza kujua mwili wako hivi. Angalia. Ujana mikono namna hiyo. Okay, nikamwambia hivi, mimi nimekuja hapa. Si unajua kina Petro na Yohana walipokuwa wanaenda hekaluni kusali. So alikuwa na kiwete. Alikuwa na sadaka. Na Petro aliposimama na Yohana swali akamwambia tukazie tuangalie sisi, yule kiwete akasema alitarajia kupata kikubwa kuliko kile alichokuwa anapewa. Hapo akamwambia sisi hatuna fedha wala dhahabu, ila tulicho nacho. Na mimi nikamwambia sikiliza wewe dada, sina mafuta wala chumvi wala maji wala kitambaa, ila nilicho nacho ndicho kwa neno la Kristo. Kila roho iliyotengenezwa kwenye hayo mafuta na kwenye hayo mafuta yaliyojaa ndani ya mwili wako kwa kupitia neno la Mungu yakadhihirike. Nazungumza yakadhihirike, akalipuka. Anapolipuka anazungumza sauti ya nabii. Yule nabii aliyempa mafuta ndio anazungumza sasa. Anasema umemwambiaje huyu aje? Kwani umemwambiaje? Huyu sisi tuko naye tofauti na sisi. Huyu ni ulimwengu mwingine na sisi ni ulimwengu mwingine. Anazunguka kwa hiyo kwa sauti ya huyo nabii. Umeona sasa anataka atuharibie. Nikamwambia, kwa nini mnatesa watu kwa kuwapa vitu vya kuzimu? Akasema kwa sababu hao watu wanataka vitu vinavyoonekana, ila visivyoonekana hawavitaki. Na shetani kawekeza kwenye vitu vinavyoonekana. Na ndio maana semina kama ya mafundisho neno la Mungu huoni watu. Lakini ukiambia semina ishara na miujiza na uponyaji, mnatoka nyumbani. Walikuwa kutoka nyumbani wanalala barabarani pale kiwanja cha ndege. Wanatoka polini mbali, wanalala pale, wamechoka. Kwa nini? Kizazi hiki ni kizazi kilichopotea, kinachohitaji ishara na miujiza. Na ndio maana kila mkihitaji ishara hamtaiona na miujiza hamtaiona. Kwani kuna ishara za Mungu zimefichwa na kuna miujiza mingine ya Mungu imefichwa. Kwa hiyo imeachiliwa ishara na miujiza ya shetani. Kwa hiyo ile ishara ya Mungu haipo na miujiza ya Mungu haipo. Kwa nini? Hakuna anayesimama katika kweli yake. Kwa kutumia neno litakuwa sababisha ishara na miujiza. Hayo. Ingia kwenye channel yangu ya YouTube, mimi utakutana na mafundisho ya ajabu. Alafu naambia hapa hatutumii mafuta la nini, lakini huyu atakuwa hivi, atakuwa kwa neno. Kwa neno lako, kwa neno lako, kwa neno lako, kwa neno lako. Sema neno tu nami nitapona. Sema neno. Sema neno tu. Sema neno. Yesu anahitaji neno. Anahitaji neno. Anahitaji wewe upake neno lake. Paka neno lake. Sema neno. Kwa neno lako. Kwa neno. Unaona bila wale wanakuwa samaki usiku kucha hawakupata chochote. Ila akasema kwa neno lako tutashusha.
sio kwa mafuta yako, sio kwa chumvi yako, sio kwa maji yako. Vipi nyie? Anasema kwa neno lako nitashusha nyavu. Yesu hakuna kitu chochote ila ni kwa neno. Na mimi hapa nimekuja kwamba sina mafuta, sina maji, sina chumvi, sina vitambaa, ila ni neno ambalo Bwana amenituma niachie mahali hapa. Pokea neno, songa mbele. Pokea neno, songa mbele. Pokea neno, songa mbele. Hata kutapeliwa. Haleluya. Haleluya. Kwa nikamwambia hivi, sasa huyu amenisalimisha kwa Mungu wa kweli. Kwa hiyo namtoka kwenye miungu yenu. Na basi namtoka kwenye miungu yenu. Nikapiga kelele. Sasa basi tunamwachia. Sasa sizungumzuni hana mafuta. Yanatengenezwa kwenye eneo lipi? Mungu akanipa kibali nitakupa ushuhuda wa Malawi. Kiwanda cha mafuta kinachotengenezwa Malawi nilipoenda kitu kilitokea. Kwa hiyo anaanguka chini pale. Nikaambia mfunikie. Mwingine kwa kitanda. Ule mrefu ni hivi. Asubuhi yatanywe, sio kupasuka, yatanywe. Kwa nikaambia hivi ndugu zake, huyu kesho asubuhi hii hali haitakuwepo, itanywea kabisa. Kwa neno nikamaliza. Na kuzama nyumbani. Asubuhi alfajiri saa 12 nikaja kuongea nyumbani. Na mwenyewe anakuja sasa. Umeniona mchungaji? Yaani yalikuwa ameweka maji sio kupasuka, yamenywea. Nikamwambia hivi, yamenyoa na nini? Na 50,000 na maji na mafuta. Nikamwambia hivi, yamenyoa na nini? Yamenyoa kwa neno. Neno linaweza kukausha kila kilichotengenezwa na shetani. Neno linaweza kukausha kila tembo uliowekwa na shetani. Neno linaweza kukausha. Sema kausha. Sema kausha. Ndio tumeenda sana. Ndio kesho.